So acha niwape story. Kuna msichana kwa hii nyumba aliachananga na bwana yake. Akanipea story. Akaniambia Lauren, unajua babangu amenitafutia mtu, lakini huyo mtu ni mkubwa. Ako na miaka ngapi? 5, 9. Mimi sitaki kutaja mambo mingi hapa. Labda ananifuatilianga anione. So, kaniambia utengeneze nyumba ya wageni. Huyo mtu wangu atakuja. Sasa jana. Mtu wake alikuja jana. Jana yenyewe ikafika. Tunaongelea maneno juzi, jana yenyewe huyu mtu akafika. Amevaa vizuri, akaenda huko. Ndugu zake nikamuona wako hapa, mama yake, baba yake, akaenda huko hivyo. Kidogo, naona wanarudi hapa hivi na ndugu yake. Anaambia tu ndugu yake, ni mkubwa kwa hiyo kabila yao. Ni mkubwa. Alafu huyo ndugu yake anamwambia, hakuna shida. Zinajitu venye wanasemanga, hakuna shida. Na mtu anaongea tu hapa hivi. Tena kidogo akarudi huko hivyo. Yeye na ndugu yake. Wakakaa wakiongea. Baadaye huyo mtu akaenda, akarudi hapa hivi. Kaniambia Lauren, mtu wangu amekuja, lakini ni mkubwa. Ni mkubwa kama babangu. Na nikamwambia si umesema babako ndiye alikutafutia huyo mtu. Ni mzuri. Akaniambia lakini hujui nini? Hakuji kunivalisha pete. Imagine anataka hizi vitu. Nikamwambia nitaka hizi vitu. Aliambia mzee wako anataka tu hizi vitu. Hataki maneno ya kunini kukuoa. Kaniambia anataka tu hizi vitu. Nikamwambia baadaye akaenda. Ndio mimi nikajiambia kwa roho yangu, kumbe ndio umalaya watu wanafanyaga. Kumbe mwanaume anaweza kuja tunaanza kuongelesha baba yako amwambie nataka mtoto wako anipenge hii kitu. Na mimi mzee ni wa heshima, anaenda kanisa kila siku, yeye ndiye anahubiria, na yeye ndiye anaombanga huko. Kidogo ni kuna msichana amepotea ameenda, nimemwonanga sasa asubuhi venye nimempikia mayai. Kumbe alienda kupeana kitu. Wonders shall never end.